Kwanza niseme ya kwamba nashukuru sana. Ng'ombe amepata ndama. Ndama anategemea maziwa ili akue, lakini baba anakuja anasema maziwa tupatieni tu kidogo, tuko na mgeni. Lakini maziwa haingii kwa nyumba, anaikunywa kabla afike ndani. Tunakaa tunaambiwa nyumba ya baba inavuja mahali analala. Tukate ule ng'ombe ngozi kidogo ili tuwezeke awache kunyeshewa. Niseme ya kwamba hakuna mtu anasema tax ni mbaya. Ni mzuri sana. Lakini ni mzuri ikiwa mimi kama content creator nitakatwa ile tax na nipeleke mtoto wangu kwa shule na akule lunch. Nipeleke mtoto wangu kwa hospitali apate chanjo. Nitakuwa radhi kulipa. Lakini sasa kidogo baba ndiye anaezekewa nyumba. Tutoke hapo tuingie kwa content creation. Kila mtu hapa amesema shida yake. Tunategemea hawa watu wakuwe sawa ili wacheke. Sababu we depend on the disposable income. So what is happening is watu tayari wamefinywa, then tunaingia kwa kitu inaitwa eco levy. Eco levy inasema ya kwamba smartphones, gadgets zote za cameras hapa zinaharibu mazingira. Kuliko magari yanakimbia kwa barabara makubwa, tunatozwa. Hiyo inamaanisha huyo mtu hataweza kununua hiyo simu, hataweza kununua television aweze kuniona. Hiyo ni upande wake. Kwangu pia mimi nimefinywa. Hiyo kamera nikiweza kurecord, hiyo pesa ilikuwa nirushie. You know, you throw that to the consumer. Lakini sasa hataweza kufanya hivyo. Niende ya pili haraka haraka, naona unataka kunikatiza. Kuna e-teams. E-teams tumeambiwa ndio kila mtu akue pale ndani. Kwa production yangu nataka kucut cost. Nataka kusupport mama mboga. Naenda namwambia nipatie mboga za 30. Lakini ndio nikulipe, ingia e-teams tufanye hivyo. So what I'll do, itabidi niende kwa supermarket sababu ndio wako na hiyo karatasi, it's easier to e-team. Mtu wa bodaboda vile vile nitawezaje kukimbia, sababu digital content creation it's unique in a way of how we do our things. The other thing, digital monetization. Wanasema ya kwamba, na hapa ndio tunaona tuna shida. Ng'ombe amezaa ndama, ndama ameanza kukimbia. Tuko na international platforms ambazo ni za filamu, YouTube, wacha niwataje. Tunakuja tunasema ya kwamba ni international. Mtu ameniona kutoka diaspora, server za YouTube ziko diaspora, lakini sasa nalipa huko. I have a website, my server ziko nje, nalipa IRS, KRA ya USA 24% of what I get. Then sasa nikuja niwaambie tuna need kukata kwa ile yenyu mnaenda nayo, tuna need kukata hapa, watatoka. So hapo inaacha digital content creators wakiwa nje, na tuko na shida. Tunaongea hapa, lakini ningetaka kuuliza maswali mawili. Kwanza kwa Kuria Kimani, ya pili kwa Kuria Kimani. Hii kitu inapita ama ipiti? Sababu unajua sasa parliament imekuwa kila kitu inakuja imepita. Mbadi, kweli tuko na opposition? Okay. Let me bring in Samuel Karanja. Samuel Karanja is a micro, small and medium enterprises